Imam Shafi alikuwa kifahamu, ndio aliokoka akatoka katika tundu ya sindano na kisu cha Harun Rashid. Angalia, Harun Rashid ameletewa report, ulama zaidi ya 9 au 10 wameambiwa kharaju ala sultan, wamepita mipaka, wakatoka wanasema kiongozi hafai, wakaingia barabarani na kaambia watu hafai fulani, mtoeni. Harun Rashid kaambia waleteni. Kutoka Yemen wakaletwa, wamefungwa. Mmoja katika walioletwa Imam Shafi. Yeye kafanyaje maskini? Wala hakusema neno kuhusu sultani na kiongozi. Kuna watu ambao wanamchukia. Unajua hii ni nafasi ya kummaliza tunayemchukia. Shafi'i tukisema kumwambia kiongozi kwamba anakutukana, kharaju alaika, ndo watu wanataka kukutoa, na yeye atakatwa shingo. Muingizeni, kaingizwa maskini. Ikawa anaingizwa mmoja mmoja, anatoa amri tukata kichwa, kata kichwa, kata kichwa. Kafika yeye anaingia, assalamu alaikum. Harun Rashid, Imam Shafi katoa salamu. Harun Rashid akaitikia wa alaikum salam, lakini body language sio ya kuitikiana salamu. So yeye kazi yake anatoa amri tu, vichwa vinaruka. Lakini Shafi kaingia mukabbala, assalamu alaikum ya amira almu'minin. Hana budi wa alaikum salam. Wewe pia takhruju alayya, unatoka unanitukana, katikateni kichwa, kata haraka. Shafi alisema la, amir almu'minin, aina salam alladhi wa'adtani, iko wapi amani ambayo umeniahidi? Harun Rashid anashangaa, kwani nimekuahidi kitu mimi hapa? Amani gani nilikuahidi? Ambia nimeingia hapa nimekuambia assalamu alaikum, amani we juu yako, umenijibu wa alaikum salam, na wewe amani we juu yako. Sasa amani juu yako unataka kunikata kichwa? Unaona alivyosoma alama za nyakati na mazingira. Anatoka sasa, anasema huyu nani? Man anta, hamjui maskini, na usomjua humthamini. Huwezi kumthamini kwa sababu humjui. Man anta, wewe ni nani? Nasema ana Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, mimi jina langu naitwa Muhammad ibn Idris. Akaanza kujieleza tena, mimi babu yangu miongoni mwa babu zangu ni katika mababu zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Fata al-Mutalibi, anaungana na Mtume katika Abu Talib huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam nasaba yake nimehifadhi, na ninajua ilmu ya nasaba za Waarabu takriban wote. Kulikuwa kuna watu ni watu wa kujua milango, ukienda tu kuambia wewe bani fulani, wewe bani fulani, wewe bani fulani, wewe bani fulani, asema naijua ilmu ya ansab. Na ukitaka amiri almu'minin nitakutajia nasaba yako kutoka kwako mpaka kwa babako mpaka kwa Nabii Adam. Harun unasemaje? Maana hii ni vituko kabisa. Watu hawahifadhi ansab, lakini Shafi'i alikuwa ni genius. Watu sana sana nasaba ya Mtume majina 30 tu, lakini anawaambia nitakuhesabia wewe mpaka kwa Adam. Unataka nianze? Sote sisi tunajua kwamba nasaba zipo, lakini kuzihifadhi zote alhamdulillah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim. Lakini baada ya hapo hatujui, lakini wapo walikuwa wanajua na kujitahidi kwenda zaidi ya hapo. Shafi'i anasema mimi ukitaka nitakutolea nasaba yako mpaka ifike kwa Adam. Sema laqad da'aita al-ilma ya Shafi'i, umedai elimu kubwa wewe Shafi'i. Una elimu gani nyingine? Asema kitab Allah ahfadhuhu baina jambayya, kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an na kihifadhi kiko kifuani hapa. Aya makiya madaniya, ipi ilokuwa ni imeshuka na sababu yake naijua, ni lini imeshuka naifahamu, iliyochelewa, iliyokuja kwanza ya nasikh na mansukh, iliyokuja ikafuta, iliyokuja ikafutwa, hizi zote zimekaa katika kifua changu. Na sio hiyo tu, na yeye ni muassis wa usul al-Imam Shafi'i, ilmu usul al-fiqh ni baba yake, mwalimu wake mkuu ni Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi alayhi. Kisha anasema hii yote al-muqayyad al-mutlaq
Al-hakim, al-mahkum, al-khas, naam, zote nazifahamu. Harun Rashid akisema nataka kumuua mtu kama huyu. Wako wapi waloletea ripoti? Sasa wakawa wanatafuta waloleta ripoti, hawajui kazi. Katoka pale kapewa zawadi, hela, kaondoka pale kazigawagawa kwa wahurasi, alafu katoka hana kitu chochote, akaenda zake bila ya kusoma alama za nyakati. Utakuja kuuawa bure, bila ya kuangalia body language za watu. Unajua maslak, nitokee wapi niingie wapi.